ya kina mama. Mradhi mimi nilikuwa nasikia nafsi ustanisho wewe. Na mimi wanami hata kuniua. Unaona naye juzi tu hapa. Jamani. Inawezekana lakini. Inawezekana lakini sio kwa haraka hivyo bana. Mimi toka hapa ni kwenye mitandao nikosa kuipata hiyo taarifa. Tulipata ile taarifa ya kuhusiana na show ambayo ilifanyika maeneo ya Kinama ambapo tunakuwa kina dada kina Shani Queen akina Pan tumekubalia kwamba tuwaletea nao. Tuambia kama tutaletea story. Sasa kilichofanyika ndugu yangu nasikia ni balaa. Hatari kubwa sana. Sijawahi kuona toka nizaliwe. Ndio wakosa hata video kweli. Na ndio maana video zikupatikana. Video singewezekana kupatikana. Ilikuwa nini? Sasa kitu kilifanyika ni kitu gani? Show ilianza vizuri nasikia. Baada ya show kufanyika, underground waliimba kama kawaida kuimba. Baada ya kuimba sasa, pale kumekuwa star. Star alikuwa ni nani? Shani Queen mwenyewe na kina Pam Queen. Unaona wewe hivi unataka kuniambia unafahamu tafsiri ya star? Tuna nani kawaida, star ule wa nyumbani. Sio kusema tuna tafsiri ya international bana. Asante. Sasa akina mama wakajaa pale. Yaani ikawa wenye vitenge vyao wakajaa, wakasema hapa sasa shughuli ni shughuli. Sasa tukatike. Tufanye nini sasa? Tuwaite sawa wale wasanii wenye kwenye bango waanze kuimba baada ya wakina Shani Queen wale. Wakina Shani Queen. Kitu gani kilifanyika sasa? Kumbe kina mama ni wakorofi kiasi hichi. Wakina mama walikataa kata. Wakasema kwamba hatuhitaji mtu yoyote kwenda pale stage eti anaimba vitu hatumuelewi. Tuwekeni muziki pale tucheze wenyewe. Ilikuwa zamu ya nani alikuwa stage? Sasa ilikuwa yani kwa mfano walikuwa wameshaimba underground wale ambao wanakuwa wanasafisha stage tunasema. Wasafishaji. Wameshaimba kile kitu washamaliza. Wanataka sasa kuita mmoja baada ya msanii mmoja. Ile mida ya usiku. Ile samda ya vibe ambayo ilisha noga. Watu wote wako pale. Tuite saa mmoja na wasanii wako pale. Wasanii wako pale. Tayari kina Shani Queen walikuwa pata shajiandaa kwa ajili ya kutaka kwenda kuimba. Bana akina mama waliposikia hiyo taarifa hiyo wakasema hivyo vitu hatuvitaki. Tunahitaji sisi wenyewe mtuwekee muziki, tukatike wenyewe, tucheze wenyewe. Na ndivyo ilivyofanyika. Unajua tatizo ni nini? Umeelewa tatizo hapo? Nimeshaelewa. Ukubwa yani unajua ingekuwa ni Big Fizz kuna mama angesema hivyo na ile namna ambavyo wasanii wetu ukimchukua Shani Queen tuache ukubwa. Tuache tu ukubwa. Tuchukue Shani Queen sasa hivi. Tuache Shani Queen. Nachokiona kwamba kulikuwa kuna ile network connection baadhi ya kina mama na wale waandaji zile mashow. Ni kweli. Kuna mama ambao walikuja pale wanajua kwamba wanakuja kama vile ni ukumbi kukumbi. Hawafahamu kwamba ni show. Na kama walilipia ile kufahamu kwamba ni show la nini. Kuna mama ambao kawaida wao ni wakina mama wenzetu. Watakuja wamevaa vitenge kama sisi tu wewe. Unajua kuna muda ambao kina mama lazima wale mama wana haki. Kwanza wana haki. Kuna muda wenyewe wanataka wajishetue wakati kuna mama pale ambao wanakata mauno pale. Sasa unakuja kumwimbia viraje. Unamuia vibe. Kama nilikuwa nataka nisikie wakati nauliza hii taarifa, nilikuwa nataka nisikie bana Pan Queen atafanya nini. Kumbe ndio anatokea haya. Tena mimi sina wewe kitu ambacho nakiongea. Kuna mawasiliano mazuri kati ya wao. Mimi hicho kitu nakielewa. Na asilimia 50. Yaani wameingia pale wajua wanataka kufanya nini. Yes of course. Kwa sababu angelikuwa wanajua wangesumbuka sana. Na labda sawa ndio wasanii kina gani. Nani huyu ingelikuwa Natasha unasema wangemwelewa kwa sababu Natasha hata imba na angeimba. Ndio kitu nikwambia kuna wasanii ambao wanajua kuimba lakini walikuwa hawajui kujibrand. Ndio kitu tulikiongea Ijumaa. Ndio hiki kinakuja kuonekana. Bana story nyingine kutoka kwake Mugani tumefahamu kwamba Mwarabu ni nani sasa. Ni nani? Tumemjua. Ni nani? Sio yule ambaye nimetaka shule. Nini yeye? Bana Mwarabu ni Lolilo. Ndio Mwarabu. Nimekwambia siku kukataa. Sasa tumefahamu vipi kama Mwarabu ni Lolilo? Ni baada ya kitu ambacho alikiandika ilikuwa jana juzi. Sio kwa ubaya lakini. Sio kwa ubaya. Na alikuwa amegusia kile ambacho tulikuwa tumekisema hapa kwamba bana ni aibu kumuona msanii kama Lolilo na Ines Ragel wanaenda kufanya show 1000. Hivi ni kweli ile show 1000? Ni kiwumbi. 2000 VIP. Yaani VIP sijui kama ndio VIP si ndio ile unapewaga vinywaji na sijui hata 2000 mna kinywaji kweli. Kama nitafuta Lolilo hapa ni anipige. Anataka wewe hii brand nimeitengeneza kwa muda.
Hii brand nimetengeneza kwa muda mrefu. Atakwambia hivyo. Nataka kunaribia brand. Nataka kunaribia brand. Unajua kusikana muuliza pesa sasa. Kaka, hebu mimi nimepata taarifa kwamba bwana unapanda basi ya 1000 ni kweli? Basi hivi hiyo, basi unapanda basi. Bwana mtu ambaye anapiga simu tuko kwenye mastori ni ngumu kupokea simu, lakini subiri tumalize. Unaweza kuandika ujumbe wako tutausoma hapa kwa sababu tukisema tupokee simu saa hizi tunaweza tukajikuta mastori tumeacha. Tumesahau. Tusamee kidogo tumalizie afu baadaye tutakupa nafasi. Bwana ni mgani ambaye ameandika kwamba kwanza kama kawaida amemwita Mwarabu. Akasema kumbe yani kama mshangao fulani hivi na yani ni message ya nani ya kushangaa alikuwa juu ameshangaa ndio nifikia sasa hizi siku yani kuna show yani Mwarabu anafanya show mpaka za dola 2000 yeye sasa tena kitega yeye aliweka sasa pale dola kwa sababu angeweka 2000 isinge make sense yani isingeonekana kama watu ni wachokozi kwenye dunia hii. Bwana mtu hapa piga simu kumradhi kidogo. Kumradhi tusamee kidogo. Tutapatia nafasi baadaye kidogo. Dola 2000. Amekaa tena jitega. Unajua hivi Mwarabu anafanya show dola 2000. Tafsiri ya dola ndio VIP. Ndio VIP. Sasa dola si ile VIP. Sasa mgani lakini ngoja sana. Ndio mama ni mchokozi. Ndio maana mimi nimeumiaka kuona Lololo alikosa ile akili ya kubaki kuwa na beef ya kinani ya kibiashara na Fizo. Mimi nimeumia sana. Yaani ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana waliumia sana kuona pale ambapo lakini nafasi bado ipo. Nafasi bado ipo. Tuanze hapo basi. Bana hiyo ilikuwa ni historia ya Mugani kumtania ndugu yake, moja kati ya watu ambao sio utani. Mimi nachukulia kama utani. Subiri leo nimeshachukulia seriously. Mimi kwa sababu kuna kitu Mwarabu wa Buyenzi ni hatari sana. Mwarabu wa Buyenzi. Mimi niko nasubiri kama Lolilo anaweza kujibu kitu. Naona nimejaribu kuchunguza. Lolilo ipo kwenye nani? Kumradhi. Nipo kwenye mwezi mtukufu Ramadhani. Lolilo wajibu sana mara nyingi mwezi mtukufu Ramadhani. Wanakaa kimya sana. Nimejaribu kuchunguza. Uende na kijibu atajibu hivi. Samahani niko mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimeona hata kipindi ambacho hii ilienda viral. Aliposti na cover moja hivi akiwa anaomba dua afu anawatakia Waislamu. Basi imeisha hiyo. Atake kesi. Na tukutanane Kitega la Eid 1000. Dola 2000. Dola VIP. 2000 francs Burundi. 2000 bana. Acha kusumbua wala bana. Kwa mujibu wa nani wa Big Fizz. Mtu analipa dola hapa. Kwa mujibu wa Big Fizz nasema hii show mimi nakusanua kuna mtu analipa dola. Burundi. Sasa ndio kuna mtu analipa dola. Ni hatari kweli. Tutachombea. Twende. Bana nyingine bana ni kutoka kwake Natasha bana. Natasha anazidi kuwasumbua vijana. Nienda Vanga. Wa vijana wanasumbuka sana, wanapata tabu. Hivi hao vijana hapana wazee. Hivi akitokea mmoja kama hapana wazee. Hapana wazee. Vijana wanapata shida. Kwa mavazi tatu zimekuwa nyingi. Kijana mwingine naye amechora tatu naye. Sasa kama mtu atatazama ukoto akanyuma anaweka hapa. Na Natasha. Akanyuma akaweka wapi? Ameweka hapa karibu hapa kwenye kifua chake. Akanyuma. Kwani akanyuma huko kwenye kifua? Mimi kama mwisho. Sasa tunajua. Akanyuma si kama mwisho. Kama mwisho. Ameandika tatu hapa kanyuma na Natasha. Dada watakufilisi. Usiona na huyu hapa sio kwamba ni wa kwanza. Fisha dada. Nimeshaona karibuni vijana 3 4 wanafanya hivi vitu. Awe makini, hela itakwenda itaisha hapa. Mimi kama hela itaisha hapa kwake. Niko na wasiwasi naye. Itafikia mahali hawa vijana wataanza kufanya tena uchawi hao. Mtu kijana na anajichora wewe unafikiri ni mza kufanya uchawi sio nani? Utaanza kumsikia Natasha kwanza kumkataa mume wake kumbe. Si ndaki na mkeni huja Mungu. Ule mzee. Acha wewe. Bado kuna maisha yake. Bado ni kijana mwingine ambaye wamejiongeza kwenye orodha ya vijana ambao tayari wameendelea kumkubali Natasha na kuonyesha love na upendo kwa kuchora tattoo kwenye vifua vyao. Tena watu ngoja niwaambie ni wasanii watu wasisi kwamba ni njaa, sio njaa. Mapenzi. Ni mapenzi. Tunaviona vitu tunaviona hata Ulaya. Mapenzi. Tunaona kina wao wachezaji wa mpira, kina Mbappe sijui ni. Mimi nimebahatika kuona ka video kamoja ambako Mbappe alikuwa sehemu
Unajua kuna neno Mbappe alitoa akasema kwamba mimi najutia, ningelikuwa najua nafahamu kwamba maisha ya ustani huu mimi singelipenda kuwa star. Yaani hata kwenda chooni mabouncer. Unasoma kwenye mlango. Yaani unakuwa kama sasa aka video nikakaona Mbappe alikuwa sehemu ni kuna swimming pool. Alikuwa yuko na simu hizi, simu iPhone 15 hizi hapa. Yuko na chat. Kulikuja katoto maskini ya Mungu. Kameka kama ni 13 kameshamuona star wake. Mbappe hajakaona hata. Kamempita bouncer pale. Unajua alichokifanya? Kalimkumbatia Mbappe hadi kwa kaanguka kwenye swimming pool. Alafu alichokifanya Mbappe simu akaachana na simu akawahi mtoto. Kwa sababu mtoto alikuwa ni mdogo. Umeona hiyo maisha? Umeona hicho kitu alichokifanya Mbappe kwa upendo. Amepiga hesabu huyu mtoto ni ana uhaba na mimi. Sasa anaanza kaja kwa kafia kwenye maji ya dakika 0. Hata simu yangu sio thamani. Alafu simu zao ni zile simu ambazo zinaingia hata kwenye maji. Haiwezi kupata. Haina madhara yote. Ameweka koka tunafoka kacha kwenye shingo hapo afu akatoa. Akasema afu bouncer akachukua simu kabla achana na simu. Simu sio maana kuliko mtoto. Huyu ni fans wangu mkubwa. Ndio anafanya mimi najulikana kama Mbappe. Ndio kama hiyo Natasha. Ni mapenzi tu na vijana waendelee kusupport kwa namna moja ama nyingine. Natasha tu maukoko. Na mimi nasubiri nani? Aliahidi ule comedian wetu ule. Sasa Mtima. Achana ule. Alipanga kila kwa kuchangia. Alafu ilikuwa ni siku gani ile nimeonaga alifanya comedy moja iko kifua wazi. Nikaangalia tattoo sioni, nikasema huyu jamaa tupige. Kichumba kikubwa. Ama tumba msiko na tattoo kabisa. Tumba likubwa. Huyu kifua hamna alitupiga. Ile yes imekwenda hiyo makoto imekwenda pale. Kama nadhani ile siku nimwambia wanamtafute Rafa. Vocha ya leo ni. Tafuta Rafa akupatie akutumie hiyo hela ukafunga. Ameweza kivocha ya leo.